Hapo mimi kusema kweli siwezi kumpinga. Umesema ndo nani? Diamond Platnumz. Unajua mpaka nizoee kuliita hilo jina. Au sema Simba. Niseme Simba. Tembo. Kwa hiyo nikwambie bwana, kwa hapo kusema kweli Diamond Platnumz hakufanya makosa kwa sababu ile ni aya ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya kitu kizuri lazima umpigie makofi. Na uwezi kwa hata kama mtu upendi baadhi ya mambo yake, hata akifanya jambo liko correct, liko sawa, alafu uponde tu, hata kama ni Qur'ani pia waiponda, unaingia katika shirki na kufuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Oweni mnawataka katika wanawake wawili, akaanza na wawili Mwenyezi Mungu, watatu, wanne. Mkiogopa kama nyinyi hamwezi kufanya uadilifu, pale kwenye uadilifu wanachooni wamechambua sana uadilifu wa nini? Je, ni wakulisha chakula ama wa ijmaa, yani kule tendo la ndoa na mwanamke, ama uadilifu una maana gani? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kiunyonge hivyo basi, hata mmoja tu hiyo ni kiunyonge. Lakini sasa kama kijana kama yule Diamond alafu awe na mke mmoja tu, kusema kweli mimi nashukuru Mungu na tetesi nilizokuwa nazo kwamba sasa hivi ana mke wa pili. Yule ana mathna sasa hivi, ana Alia, binti mrembo, mtoto kama Kiarabu. Yule Alia kama Mwarabu hivi. Muhindi kama si Mwarabu yule, mtoto wa Kiarabu yule. Kashaoleka tayari, mke wa mtu yule. Yule mke wa mtu, acha alikuwa, sasa hivi ni mke wa mtu. Alikuwa shoga yake Zuchu yule. Kwani shoga haolewi? Ndio vizuri mashoga wakaolewa pamoja, ndio ushoga unapendeza zaidi. Sasa mwenzetu anasusa eti anakasirika. Unakasirika wewe, ni mtoto wa Kiislamu, umezaliwa Zanzibar na umesoma dini, waujua Uislamu, wasusa mtu kutekeleza maadili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutekeleza sunna ya Mwenyezi Mungu, akasirika. Wewe Muislamu wa wapi? Wewe Muislamu wa wapi wewe chukilanga? Wakasirika kwa sababu mumeo kawa mke wa pili. Mimi ningesema ungefurahia labda ukaongea ukisema bali kuna shoga yangu mwingine pia hana mume, naomba umuwete watatu. Angeongeza wakawa watatu bwana. Kwa hiyo mimi kusema kweli huyu jamaa anajiita sijui ni tembo. Mimi nampongeza kwa hilo, kusema kweli kafanya jambo la maana. Hiyo ni sunna, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awadumishie ndoa zao. Maana sasa hivi ana wake wawili. Kwa hiyo msanii ambaye ana wake wa ndoa, ndani ya ndoa, wa halali, ni Diamond Platnumz, ana wake wawili. Sasa ustazi, mwaka tu huu tuliona picha za Diamond na Zuchu kuoana. Kwani hata kama sasa unakosea ndugu yangu, unaweza kaoa hata kesho kaoa tena. Mungu hajaweka mipaka kwamba baada ya miaka miwili ndio uoe tena, hata siku hiyo kaoa wawili yafaa, imradi tu wasivuke wanne. Sasa alafu mimi kusema kweli naona kama jamaa sana anaanza kujitambua kuliko kuzini, bora kafanya nini akaoa. Mimi jambo hilo mimi nalipongeza, kwa sababu sasa hivi umri unakwenda na uwezi jua lini utaenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bora mke unajua, ukiwa unamuonga mwanamke unatoa pesa unampa mke ambaye si mkeo, unahesabu kama ni demu wako wazini naye, ile ni unapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini bora umpe hali ya kuwa ni mkeo, wapata thawabu. Vile Ali akimchekea tu yule msanii, akimchekea katoa tabasamu tu, apata thawabu. Yani pale ndio mahala pa kujenga nini, ibada. Thawabu wakifunga, wakikumbatiana, wakichikana, wakicheka pamoja, ile ni ibada. Wale wenzio wako ndani ya ibada. Kwa hiyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kama kweli amefikia hatua hiyo msanii huyu, basi mimi kwa hilo nampongeza kusema kweli. Nampongeza yeye na familia yake yote na wazazi wake, na pia nawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adumishe ndoa zake, ndoa ya mke wa kwanza Bi Mkubwa, na ndoa ya mke wa pili ambaye ni Bi Alia. Namuona tu anajisnap kwenye ofisi kule, kwenye ofisi ya jamaa amekaa hivi anajisnap, anajiacha acha bwana. Itakuwaje Zuchu? Itakuwaje? Ana cha kufanya, si yule mke wa mtu na yule mke wa mtu. Akitaka asema aondoke, lakini hata akiondoka bado ni mke wa mtu. Umesema anateseka sana sasa hivi. Sasa hiyo ni wivu, lakini sasa haitakiwi kuwa na wivu wakati mtu anapofanya ibada. Yaani sasa pale na mtu ameenda msikitini kufanya ibada, kuswali, alafu akasirika, kwa nini kaenda kuswali? Kwa nini kaenda kuswali? Haiwezekani. Unakasirika, unavimba mtu kaenda kuswali. Kwa sababu ni ibada, kuswali ni ibada, kuoa ni ibada. Ndio nakupa mfano kwamba mtu aenda msikitini kwenda kuswali, alafu wewe akasirika, wanuna. Kwa nini kaenda kuswali? Wewe kwa nini ameoa? Yaani Mungu amemwambia wambishia Mungu. Acha hizo bwana. Acha hizo bwana. Mwitikio wa wasanii kwenye swala zima la ndoa imekuwa ni ngumu sana. Kuna wasanii wanaingia kwenye ndoa na kudumu kwenye ndoa imekuwa ni changamoto. Sasa tumeona wasanii wengi sana. Tuliona King aliingia kwenye ndoa,
mambo yakatokea, ndoa ikavunjika na wasanii wengine. Hii swala la wasanii kushindwa kukaa kwenye ndoa kwa muda mrefu kama bwana Simba sasa hivi anaongeza mke wa pili, hii imekaa vipi? Unaiona vipi kwa wasanii kushindwa kukaa kushindwa kukaa na wanawake? Si kwa wasanii tu, ni kwa kila mwanaume. Hata Mtume Muhammad SAW kuna mambo yalitokea kwa wake zake mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia waambie wake zao, ikiwa mnataka njoni niwaache muwe free. Umeona? Kwa hiyo si kwa wasanii tu, hata wewe umeacha wangapi kwanza wewe? Wewe tuseme tu ukweli, kwenye mbele ya kamera, una wake wangapi? Kwa nini hujaoa mpaka sasa hivi? Unaogopa kuacha, si ndio? Ndio hilo. Kwa nini mpaka sasa hivi hujaoa mpaka sasa hivi unaogopa kuacha? Kwa hiyo kuacha ni swala ambalo lipo tu katika mahusiano. Mkishindwana basi mnaachana kwa uzuri, lakini kuliko kusema mimi nikioa bwana nitaacha, bora nisioe niende kuzini. Bora uoe, ukishindwa utaacha, utaoa mwingine hivyo hivyo. Mungu hajatuwekea mpaka. Lakini muhimu katika ndoa ni kuvumiliana. Hakuna mkamilifu katika ndoa. Al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Ustazi, kwa nini huyu Zuchu kila anapogombana na Diamond wa kwanza kumpelekea lawama au kumshushia mzigo wa Zambia anakuwa Mama Dangote? Hii hapa hii ya kusema Diamond amemuoa Alia, tayari kashamwanifollow Mama Dangote. Huo sasa ni ujinga sasa. Mama mkwe wako wakumwanfollow kweli? Mama mkwe wako alokuzalia mume, unempenda mpaka umuonea wivu, ndio kumtangazia vita? Hapa nakosea. Hapa nakosea. Unajua yeye anachokitaka ni kwamba yeye amshindikize mwanae, ampende sana huyo, asisikie mtu mwingine. Sasa yule mtu anataka wajukuu. Mama Dangote anachokitaka ni wajukuu, apate watoto, apate familia. Kwanza ukiangalia familia yule Mama Dangote ilikuwa ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Kwa anapopata kijana wake anajituma kuoa kihalali na kuzaa, azae ndani ya ndoa, apate watoto. Kwa mama acha jifakarisha yale matunda na mwanae. Pengine unahisi Zuchu kuto kupata mimba ama kutokuwa na mtoto mpaka this time imepelekea Mama Dangote kumshawishi? Amna, hilo siwezi kujua, siwezi kuzungumza kitu ambacho sijui. Unajua kuzaa ni mipango. Pia inawezekana pia yule binti anasema labda nikizaa tu nitaachwa nishazalishwa, ngoja nivumilie. Lakini sasa mtu ushaolewa mpaka sasa hivi usizae. Acha kufikiria mambo ya nani. Unajua ukishakubali kuolewa, muamini mtu huyu ni wa kwangu, mtendee mambo mema. Lakini bado sasa unaleta utoto ndani ya ndoa. Umri unaenda, unaleta utoto ndani ya ndoa. Umri waenda, kila siku utoto. Unajifanya kususa. Wewe sio mtoto mdogo tena, ushakumbana na mishafti nini, mabonde nini. Ushakutana nayo, ukubali wewe ni mtu mzima. Vumilia, uwe na moyo uvumilivu. Sio kitu kidogo tu wasusa, kitu kidogo wasusa. Ukisusa wenzio wanakula. Acha hali yale. Si umesusa, acha hali yale. Kwa habari ambazo leo kuwasikia wazee vijijini wanasema, ukiona mwanamume anaenda kuongeza mke, inawezekana kuna muda ulipita katikati ya kuona mke wangu kuna kitu fulani hana. Ila ukiona kwa muda mfupi, inawezekana mwanaume labda alikosea kuoa kwanza, kaona ngoja nikachukue furaha huko. Unajua kuna ile kitu kingine, kuna ile binti wa South Africa yule, alikuwa South Africa, Mtanzania alikuwa South Africa ile. Nafikiri ndio ilipelekea mpaka yule binti kuolewa. Kwa maana kwamba nioe ili uniheshimishe. Nioe ili uniheshimishe. Unajua ndoa ya kulazimisha pia wasi nzuri. Nioe, nakwambia utanioa unioe. Nioe ili nimkomeshe huyu binti. Nioe, nakwambia nioe. Kuolewa mama, unataka kuolewa, acha nikuoe. Akaolewa. Akasema acha nikuoe. Akaolewa. Lakini nashukuru Mungu sema kweli, kwa nafikiri wasanii sasa hivi kujituma kwenda kuoa kihalali na kwanza ni kuithaminisha dini yetu ya Kiislamu, kwamba vijana sasa wamekuwa wanaiheshimisha dini yetu, wanatoka katika usherati. Akiona mwanamke amepata mwanamke ambaye yuko tayari kuishi naye, basi aoe. Tuache mambo. Mimi siwezi kumpangia yote. Alafu yule ndugu yangu bahati alikuwa nayo, ana bahati mbaya sana, anapata wanawake wa Kristo. Umeona? Sasa kama atakubali kusilimu kama Muislamu, afunge ndoa. Shida ni ile mizigo. Yaani maana hizi ana point pale. Shida yake ni mizigo. Acha ile. Acha ibebe. Si mizigo. Acha ibebe na misalaba yake. Huu mzigo sasa hivi anaumiliki huu mzigo sasa hivi sijauzumu bado. Sijauzumu nikauona vizuri. Nilikuwa niko busy na mambo yangu, lakini sasa kwa kuwa nimeshakuja, nitauzumu. Alafu after that nitazungumza kuhusu huu mzigo wa sasa wa Harmonize. Mzigo wa Harmonize. Shemeji, leo nitakuzumu leo vizuri. Maana kuna picha zingine zinavujaga tu kwa siri, Harmonize anahangaika na mizigo. Ile uliona ile? Nimeiona ile. Wewe sijua, lakini mimi nachoshukuru Mungu alhamdulillah, pamoja na hivyo Harmonize anahangaika na mizigo, lakini akitoa ngoma
zimeenda shule. So mbona muziki ngoma alizotoa sasa hivi? Huyu jamani noma bwana. Hamu bwana achapewe saluti zake tu. Hamu anahangaika na mizigo, lakini akiandika ngoma, akiandika nyimbo, akiandika wimbo, ni wimbo umeenda shule. Unajua nikwambie kitu, ni kweli, unajua mambo yameingiliana. Umeona? Alafu na Harmonize katika mambo ya upande wa CCM au kwa Mama Samia ni mtu wa karibu sana na Mama Samia. Kwa hiyo lazima awe busy na kampeni. Unajua watu wengi wanaosema yuko busy na kampeni, watu ambao hawaangalii ule ukaribu wa mtu na mtu. Hata kama kwa mfano ungekuwa ni mtu wangu wa karibu sana, ndio jambo lako limefika na jambo langu, lazima tupeane support. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu Harmonize bana. Lakini ngoma yenyewe inajipeleka, umeona ilipofika. Mimi nilikuwa niko wapi? Ghana huko, nilikuwa Ghana juzi tu, nimeenda Ghana. Ngoma inapigwa kama nini hiyo kidedea. Watu mtoto kidedea. Hivi ndivyo inaibwa au aje? Huko Ghana hiyo ngoma ya kidedea inaimbwa huko ya Harmonize. Sasa kwenye upande wa ngoma ya kidedea imekuwa kama sasa hivi kumekuwa kuna sound ambayo zimekuwa zinaendana sana, na kama hiyo ngoma ya kidedea inaendana, wasema inaendana na ngoma kama ya Dunia, inaendana na ngoma ya nani? Ya Mario. Rudia kwanza Watanzania wasikie. Kwa ngoma ya Harmonize ya kidedea inaendana na Dunia, kwa maelezo ya mashabiki wana sound zinaendana. Dunia ngoma kama ile ya Ankali, yani zimekuwa kama na sound zinafanana hivi. Sasa unajua kwanza mwanzo naweza kusema hivi, yawezekana na nikasema sawa, lakini kwa sababu Harmonize na Mario walikuwa watu wa karibu sana. Ndio. Kwa hiyo hata unajua mtu mkiwa karibu sana mnafikia tu hata mnaweza mkafanana kwa kila kitu. Lakini mwenzetu ndio hatulii. Mwenzetu Mario hatulii. Hatulii. Yaani wewe na Mr Pimbi ni sawa sawa. Mario na Mr Pimbi sawa sawa, hatulii. So umeona sasa hivi mara anaenda akadandie bwana harusi aliyeoa juzi. Mara ende huko, mara mzee, yani hatulii. Kaka zake, kwani kaka zake kwani ngoja kwambie kitu moja, kwani Harmonize wale sio kaka zake? Rayvanny wale sio kaka zake? Wakati mwingine lazima mtu unapojiona umeshafikia hatua fulani jikubali, uvimba. Uonekane ni msanii, sio kujishusha, pale anajishusha. Hata kama mtu alikuwa anampenda, kumbe jamaa bado. Yaani mtu ukisha kuwa na level fulani lazima uvimbe. Yaani uvimbe hata mtu akuone kama kweli jamaa sasa hivi yuko level fulani. Lakini wewe umeshafikia level fulani alafu ndo wajipromosha kabisa, ni wajipromosha. Achague upande basi wakuwa. Mbona akina nani Jux wako huko kwa watoki? Wakina Jux, ushamwona Jux ameenda kwa Harmonize. Hata mpaka mapati zake hajaje kumwalika Harmonize au Alikiba. Amestake na jamaa yake tu. Lakini sasa Mario sio hajapata pa kampani yake. Sio kampani yake. Sasa na yeye yule Mario huyo sio kampani yake, anafuata nini kule? Na sio kampani yake. Na mwanzo aliambiwa kama alikuja kuniomba nimsaidie, lakini mimi kama wewe bwana wewe kwa sababu una show zako za milioni 10 wewe fanya tu. Unakumbuka hiyo story? Alafu akakataa. Kwamba sio kweli. Sasa hivi unafuata nini? Kama sio kweli. Sawa. Mimi naomba nikurudishe nyuma hapa kwenye moja ya kumbi za kampeni. Unarudisha nyuma tena? Sasa hapa ndio vipi hapa nyuma? Siku za nyuma kidogo. Wakati Harmonize aliperform wimbo wa Diamond Platnumz kumkaribisha mgombea rais Dr. Samia Suluhu Hassan, akaimba ile namleta rais, wimbo wa Diamond Platnumz. Hakukosea. Mbona imekuaje tena, mbona nao unaimba wimbo wa Diamond? Unaobaga ni kuimba wimbo wa kaka yake. Kuna wimbo pia labda kuna marekebisho walitaka. Unajua mtu anaweza kuwa amekosea katika kitu fulani, akataka amrekebishe yani kinamna fulani vile kwamba ulitakiwa uimbe hivi. Umeona alivyoimba yeye ngoma ilivyotrend? Umeona ngoma ilivyotrend alivyoimba yeye? Kwa hiyo vile kuimba yeye ni kuonyesha ulitakiwa uimbe hivi, si hivi. Na kweli Hamu alivyoimba, watu watu bwana, mimi mwenyewe nilikuwa niko huko, nikaa nacheza na huko kwenye TV, niko tu hivi wewe acha bwana. Ile ngoma imekuwa tamu. Vision ya kwanza ilikuwa imekosewa. Mimi sijajua, sijasema kwamba kwa sababu mimi sio mwanamuziki hivyo. Yawezekana Hamu kuna kitu alikiona, akaona kwamba unajua Hamu wakati mwingine na busara. Na busara zake sio kwenda kwenye mitandao kusema hii ngoma alikosea, alitakiwa aimbe hivi na hivi na hivi na hivi. Umeona? Yawezekana tu kwamba mmoja kumrekebisha msanii ni kuimba wimbo kinamna hii. Ndio. Wakati Harmonize kuna siku aliposti haraka akasema kwamba yeye anataka awe msanii wa kwanza kuleta Grammy na atakuwa anaimba nyimbo zenye flavor ya Grammy. Nani? Harmonize. Harmonize aliyasema maneno hayo. Aliandika kabisa kwamba yeye anataka kuleta hiyo Grammy na yes. Sasa cha ajabu wakati anatoa wimbo wa kidedea watu wakawa na comment kwamba tutaleta kweli Grammy kwa style ya. Kwani alikwambia hii ngoma ya kidedea ndio italeta Grammy? Kwa sababu yeye bana iko wewe unafikiri Harmonize ana ngoma moja tu hivi unafikiri?
Harmonize ana ngoma ndani ya nyumba zimejaa, mpaka pale kwake kuna sehemu amejenga nyumba ya vyumba viwili pia amejaza nyumba zimejaa studio, yani nyumba zote zimejaa ngoma. Bado hajachagua, anaangalia tu ni ngoma gani ya Grammy. Hiyo ameleta tu kionjo kwa sababu kipindi cha CCM asionekane kama amekaa bila kutoa ngoma. Kwa ametoa kidedea tu kama kile kio, inaitwa starter. Inaitwa starter ili watu mburudike na hiyo kidedea wakati mambo ya kinani yakimalizika. Bro. Ndio utamjua Hamo ni nani. Wallahi utamjua Hamo ni nani bro. Nakwambia ukweli. Hamo ana mangoma bro. Ana mangoma. Mpaka kuna na kuibia siri sana, mpaka Mario anakimbia kule kwa Hamo ni nini. Kuna ngoma Hamo aliiweka tu ikasikilizwa. We. Ilikuwa vita, akasema hapa nitatoboa kweli. Mario anajiuliza mambili nitatoboa kweli. Ndio maana kukimbia anasema nitakaja na mwanamuziki mkubwa namna hii. Hamo kivyake tu amshikishe. Hamo ana haja kumshikisha mtu. Ile style ya Harmonize ile ya kudance ile ngoma yake na trend sana ile. Nahisi kuna msanii nchi ambaye anaweza akamodify style ka trend kwa namna zile. Hakuna. Wasanii wengine wabaki tu kuoa basi. Wabaki kuoa, lakini kwenye kutengeneza vionjo kama vile vya style ya kwenye stage hakuna. Wengine unajua kila mmoja awe na jambo lake. Huyu Mungu amekujalia wewe ni muuaji, oa. Wewe ni mchezaji, cheza. Wewe ni mwimbaji, imba. Hivyo tu. Kuna video ya juzi Harmonize kabla hajapanda jukwani alikuwa anaonekana anasali kama anaomba. Watu wakapongeza sana bana. Harmonize anatanguliza Mungu kabla ya kupanda jukwani. Design kama watu wamechukulia poa sana. Wewe kwako unaweza teke yako ni ipi kwenye tukio hili kwamba Harmonize anapiga dua tena anapanda jukwani? Kuomba ni wakati wote. Kuomba haina muda maalum. Ni wakati wote, hata sasa hivi unaweza kaomba, tukamaliza kufanya interview tukaomba Mungu. Mungu naomba tusaidie hizi interview ziende mbali. Basi kuomba ni kila